With all due respect. With all due respect. With all due respect. Huyo jamaa with all due respect. Yaani tumekusifu hata dakika 5 hazijaisha, ushapewa kitu kidogo kaeka kwa mfuko ukakuja kwa kutuonesha mapengo. Corruption in Kenya. Let me see again. Corruption in Kenya. Yani hongo ndio tu maliza sauti ya mwananchi. With all due respect, our cabinet minister of holiday. What? Haujanibamba kwa hiyo press statement. Hii strike ilikuwa inafaa iendelee for 1 week. Sasa ndio nakutana na hii tweet. Kumbe Sasa ndio nakutana na hii tweet. Tuko huku with all due respect tumemsifu. Kumbe wako huku wanawekwa kwa bahasha. Guy, anyway. Rigathi Gachagua has done an expose on the fuel crisis that is being experienced in Kenya. So let me ask the officials of the transport sector who have said they will negotiate with the government. I hope they will not be compromised. One, he has said that the fuel that is in Kenya does not come from Iran. Therefore, the question of the Strait of Hormuz being the problem that is making the fuel prices go high is doubtful. I want to be very honest with you. I didn't see it coming. Amkae mkijua fare inaenda kupanda. Hii deal mnaona hapa imestrikiwa between the Matatu Owners Association and the Transport Association na serikali. Haikuhusu. In my background as in training, I'm trained to give authentic information. Haiku affect wewe. So we strike hata at the end of the day, wewe kuna benefit in any way whatsoever. It was wanasema wanawako biashara watu. He has also said that there were some officials within the Transport Association that were to be bribed yesterday so that they call off the strike. Huyo jamaa with all due respect. Yaani tumekusifu hata dakika 5 hazijaisha, ushapewa kitu kidogo kaeka kwa mfuko ukakuja kwa kutuonesha mapengo, kutuambia guys wacheni tutulie, we have called off the strike. Dakika 5 hata hazijaisha, with all due respect. Hii Kenya sioni tukitoka block. That each of them, there were 7 of them, each of them were to be given 500,000 Kenya shillings. Niliwaambia aje? Mnasikia venye wanacheka wakiongea? Mnasikia venye wanacheka wakisema wamesitisha hiyo maandamano? Na kuna Wakenya wamekufa, kuna Wakenya wameenda hasara. Ni nini imebadilika? So after all that, we've gone back to square one based on, trust me bro, Cinematic show. It's me dog, it's me. You ever talk someone through getting out of a bad relationship, then they go back? It's the same feeling that I'm getting. Ni nini imebadilika? Unasikia venye wanacheka. Kwa sababu ya nini? Hii mambo yote kuna mwenye anafaidika na watu. Umeona vile watu walikuwa na smile even before the conference and even after the conference. Umeona vile walikuwa na smile. Ano watu wenye wameambiwa tu wait for 7 days. Ano watu mifuko zao zimenona. Brown envelope nation. I'm telling you by the way, fare inaenda kupanda. Wamefika bei. Wakakuvalisha suti. Mori. Confirmed you have received. Ama ilikuwa bahasha ya brown? Guy, anyway. Watu wa matatu wakubwa wenyu wamekubali kurudi kwa barabara, si ndio? Haya, whatever happened. I hope wamepewa pesa yetu yenye walikuwa wameongezewa kwa fare. Juu sisi tutakuwa tunalipa fare normally. My friend, sahi Kenya kila mtu akona problem. Hakuna mtu hana shida. Sahi hata ujui ni nani atasaidia mwenzake. Everyone has an issue. Sahi ukiamka unafikiria utakula nini. Si kama enzi za Kibaki na Uhuru, ulikuwa ukiamka unasema
wacha niongeze pickup nyingine, wacha nimalize ile nyumba yangu, wacha. Sasa hii hakuna mambo ya miradi, sasa hii ni kukula. People are now surviving. Hakuna mtu amewaforce mrudi kwa barabara. Wananchi walikuwa sawa, nyinyi kaeni home hadi mafuta ipunguzwe bei, ndio pia fare yao ipungue. Lakini sasa nyinyi wakubwa wenyu wameenda wakasema nyenye wakafanya venye wamefanya. Tukipatana kwa matatu mjaribu ku hike fare, nyinyi mtapigia wakubwa wenyu watume hiyo extra money. Kuna mtu anafaidika mtu mwingine akikufa, mjue hivi. Kuna mtu mwingine anakula wengine wakikufa. William Ruto, sisi kama supporters wako wa 2022 tulikwambia uresign au kusikia. Oh my God. The worst strategic plan nimeisikia tangu nizaliwe ni ya Oscar Sudi. Hata kama Oscar Sudi ni watu wako, Oscar Sudi ukimuuliza how will you win elections anakuambia tutajaza. Guy, anyway. How foolish and stupid and ignorant is that sentiment? Hana any clue on how ati tutajaza. Saizi wa Kenya wameamka. Hauwezi danganya mtu. Hizi si wakati wa enzi wa baba ya kusema right, left. Hii si enzi ya watu walikuwa wanadanganywa because information saizi inapatikana anywhere. One week wejua mazee mtapewa tu stories za Jaba and vibes and inshallah itasumbua sana jo. With all due respect and the respect that we have been given today here, as you can see, my sisters and brothers and the citizen of this nation, we want to extend that respect to the media and to the nation. Pamoja hadi hapo. Yeah, because tunazoeana. Then, number 3, he has said that whenever President William Ruto is out of the country, it is not Kithure Kindiki who is in charge, who is left in charge. It is Dennis Itumbi who is left in charge. Tumeweza kuzoeana sasa. Wakubwa wenyu washaambiwa kuja hapa. Noko isio. Tukipatana kwa gari msijaribu ku hike fare hata kidogo. Bieni manongo hizo zenyu ziwape. Saizi hata Morara alifanya documentary akaweka TikTok and everyone alijua unadanganya. So hata ukuje na those strategy ya kusema mama hustler, mama mboga pia siku hizo wameamka. Kwani ni wadogo waje wanatoshea kwa bahasha? Alafu sawa, mumewekwa kwa bahasha. Hiyo wiki moja yenye mmesema sijui ya to give room to negotiation. Between now and then, hizo prices za matatu zitakaa vile ziko ama mtaongezea? Kwa hiyo maandamano, kuna vijana wamekufa, kuna magari imechomwa, kuna maduka imeibiwa, kuna nini? Imebadilisha nini? Niliwaambia imebadilisha nini? Na hii kitu, by the way, actually this strike should not even have been led by these individuals. This strike should have been led by the members of the public. Nyumna kapo tu strike imeisha, turudi kazi nini, lakini wewe mshahara yako ni ile. Wewe ndio unaenda kuumia, wewe ndio unaenda ku feel it a good one. Absolute rubbish. Hakuna mwananchi atabaki, mafuta itaongezwa, imeongezwa, vitu zitapanda, transport itapanda, kila kitu itakuwa tu venye ile. Hakuna kitu kitabadilika. Corruption in Kenya. Let me say again. Corruption in Kenya. Yani hongo ndio tu umaliza sauti ya mwananchi. Na kuna wenye wamekufa. Na mnasikia wenye wanaongea kwa news. Nasikia wenye wanacheka. Wanacheka ni kama kikejeli. Ati wamesimamisha maandamano. Hongo. Za macho. Nipe zangu. Nibaie kachai. Ndio ufanya sauti ya mwananchi haitawahi sikika. Ni kunoma. Sasa hata ukitisha mtu msaada akose kurespond, usimlaumu. People have issues, people have problems. Watu wako na shida tupu. There's nothing. Yani serikali imeturudisha kwa ufukara. Na ndio itafanya Kenya tuishi na shida. Kenya tutataabika, Kenya tutateseka simply because kuna watu wanalilia tumbo zao kuliko tumbo za watu wao. Halafu hiyo Monday ikuje. Tusikie ngwe. Oh my God.
So tell me, what was the main purpose of demonstration ya 2 days? Mukijua the same shit it remain. Mbona mukaacha watu wa demonstrate siku mbili, tukakosa kwenda job siku mbili, tumesota kwanza sisi wenye tunaishi hand to mouth. Siku mbili hatujaenda job. So, President Ruto, sisi tunakwambia resign, si lazima ubaki hapo. There's nothing like second term. Watu wenye wanajua philosophers ama watu wanajua read the market, read the room, washajua there's nothing like 2 term. Sahi hakuna cha nipe lift. Ati nibwage hapo mbele. Hiyo mbele na kubwaga ni petrol station na wewe uchangie mafuta. Hii mafuta nimeweka ni ya weight yangu. Wewe ukiketi unaongeza weight. Kwa hivyo unaongeza mafuta ndo nikubwage huko mbele. Mahali imefika hata familia yangu kitaka kwenda mahali lazima ichangie mafuta ndo niibwage mbele nayo. Kenyans wanaenda kugang up against you. Another thing, unafanya supporters wako wanaumizwa. So William Ruto, mi advice yangu ingekuwa resign, wachana na hiyo kiti mara moja. Mkijua hii shit ita remain juu ya kitu kidogo, the power of brown envelope. Money talks. Nao nimeamini money talks, na hivi ndivyo hata election ya 2027 itakuwa. Shuru ama shui. Matatu kwanza za huyo due respect ni gani? Kuna kitu nimesema. I'm using sign language. If you don't get it, forget about it. Oh my God. Believe me not, pesa itaongea. Pesa itamwagwa, kwanza kusikia heri za huyu nimekula pesa zake, huyu anakuja sijui. Why? Because corruption has already destroyed our country. Ndio maana unapatanga gari na beba excess, alafu inapita pale kwa traffic police anakula kachuani. Gari ikianguka huko unasikia miili 24 inatoka kwa Nissan ya 14 seaters. I hear yesterday Dennis Itube tried to give them 500,000 shillings. 7 of them they refused. Unajiuliza walikuwa wapi ama walikuwa put juu ya corruption. I hope they have not been given more. I want to give them the benefit of doubt and believe they have not been compromised. Corruption. I don't know who will kill this corruption to make sure that our country emerudi back on the normal routine. Let them go to these negotiations with an open mind. First, they must demand that the bad fuel, the low quality fuel, must be removed from the market. Because hiyo ndio inatumaliza. Jumisa ine na kaivi na imagine. What was the main purpose of demonstrating 2 days? Kuna msi alipoteza magari. Ilichomwa na yeye juu ya kiburi yake. Alafu sahi insurance imekataa kumulipa. They must demand that William Ruto must forgo his profit. They must demand that VAT must be brought to zero. Kuna msi amechomewa malori leo. Kuna msi alipigwa risasi, msi I know. Mtaani alipigwa risasi jana usiku. There's no strategic plan, there's no way to win elections. This is the first time tutakuwa na the only president who served for 1 term. Wengine watafunja redio zao, wengine watafunja television. They will not